Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu mmekataa ujuzi, nitawakataa pia, msinitumikie mkiwa makuhani wangu. Na kwa sababu mmesahau sheria ya Mungu wenu, mimi mwenyewe nitawakataa wana wenu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hakuna sadaka yoyote utakayoitoa ukaweza kusamehewa dhambi zako. Hakuna mfungo wowote utakaoufunga ukaweza kusamehewa dhambi zako. Sadaka, uwe na pesa kiasi gani, uwe na mali kiasi gani, wewe ikiwa hujakubali kuacha dhambi, au uko salama katika maisha yako, au uko salama ndugu yangu, utoe fedha kiasi gani, toa sadaka kiasi gani, lakini ikiwa hujakubali kuokoka na kutubu, hujakubali kutubu dhambi, au uko salama katika maisha yako na hukumu inakungoja. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tunapofunga hatufungi ili tusamehewe dhambi. Tunafunga ili kutafuta nguvu ya Mungu, kutafuta majibu ya maswali magumu yaliyoshindikana kwenye maisha yetu. Tunafunga ili kutafuta majibu ya maswali magumu yaliyoshindikana kwenye fahamu zetu, kwenye maisha yetu, ili tupate nguvu za kuyaendea yale mambo yaliyoshindikana kwenye maisha yetu. Sadaka yoyote utakayoitoa ukiwa una dhambi ni chukizo kwa Mungu. Biblia inasema sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Mungu. Yaani unakuta mtu ametoka kwa kudanga, ni mtu ametoka kudanga au ameiba, alafu akuja kutoa sadaka kanisani kwa mchungaji. Hiyo sadaka ni chukizo kwa Mungu. Nakwambia leo, mimi nakwambia leo, utoe misadaka yako, utoe mifedha yako, wewe sadaka zako. Mungu anasema sadaka ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Mungu. Hizo sadaka atazipaka mavi. Sadaka za mwenye dhambi Mungu atazipaka mavi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu apokee rushwa. Mungu apokee rushwa. Mtu wa Mungu, Mungu apokee rushwa. Mungu anataka watu wanaotoa sadaka wale wenye moyo safi, waliotubu dhambi, wasio na dhambi, ndio wanaotaka kutoa sadaka. Si wewe na dhambi yako unaenda kutoa sadaka, matatizo hayataondoka maishani mwako. Toa sadaka kwa mchungaji wako, utamnufaisha mchungaji wako. Tumbo itakuwa mbele, wewe utazidi kutaabika na mambo yako. Hata atamke vibaraka ya aina gani, akwambie umebarikiwa, akwambie umesamehewa au hujasamehewa, mtu wa Mungu, mchungaji hawezi kusamehe dhambi. Anasamehe dhambi ni Mungu, ni Yesu Kristo peke yake ndio anaweza kusamehe dhambi zako. Tubu dhambi zako. Mungu apokee rushwa. Mungu apokee rushwa. Tubu dhambi, acha maisha ya dhambi. Hapa nitakusomea Mathayo 9:13. Neno la Mungu linasema, nendeni mkajifunze maana ya maneno haya. Ninataka rehema si sadaka. Ninataka rehema si sadaka. Kwa maana sikuja kuwaita wenye dhambi, sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Ninataka rehema si sadaka. Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Mtu wa Mungu, Mungu anataka tutubu, ataki sadaka. Anataka tutubu. Mungu anataka tutubu. Tubu dhambi zako, acha kuishi maisha ya dhambi, utaweza kusamehewa dhambi zako. Muamini Yesu Kristo. Njia pekee ya kusamehewa dhambi ni kumwamini Yesu Kristo. Hapa nitakusomea mtu wangu kwa makini. Hizi nyakati za mwisho, hizi ni nyakati za mwisho. Wachungaji wengi wapo busy na biashara, hawako busy kwa utukufu wa Mungu, wako busy na biashara. Tubu dhambi zako, muamini Yesu Kristo. Hapa nitakusomea Mathayo 7:14. Lakini lango ni jembamba na barabara imesongwa iendayo uzimani, nao waendao ni wachache. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, safari ya kwenda mbinguni sio nyepesi kama unavyochukulia wewe. Safari ya kwenda mbinguni sio nyepesi kama unavyochukulia wewe. Utoe sadaka za kujimaliza, hakuna cha kutoa sadaka za kujimaliza, hakuna cha kutoa sadaka za kubomoa madhabahu ya ukoo. Njia pekee ya kusamehewa, ya kubomoa madhabahu ya ukoo ni wewe kutubu dhambi zako na kuokoka. Hiyo ndio njia pekee ya kusamehewa dhambi. Hakuna cha kubomoa madhabahu ya ukoo, hakuna cha mafuta ya upako, hakuna cha chumvi, hakuna cha kuvuka mlima wa moto. Mtu wa Mungu, tubu dhambi. Njia iendayo uzimani nyembamba, nao waendao ni wachache. Leo mimi nakwambia maneno haya, yashike maneno haya, acha kudanganywa. Hizi nyakati za mwisho watu wako busy na biashara zao, wanatangaza biashara, hawako busy na utukufu wa Mungu. Tubu dhambi zako, Yesu anarudi. Nyakati za mwisho, tubu dhambi, Yesu anarudi. Mungu akuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Mungu hataki sadaka. Utoe misadaka yako kiasi gani, ikiwa hujawahi kutubu dhambi na kuamini Yesu Kristo, wewe hauko salama na utahukumiwa. Hauko salama, mtu wa Mungu. Tubu dhambi zako. Hapa nitakusomea Biblia, Matendo ya Mitume 17 sura 30 mstari wa 30. Biblia inasema, basi zamani za ujinga Mungu alijifanya kama azione, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Zamani zile za ujinga wako Mungu alijifanya kama azione, anawaagiza watu wafanyeje? Watubu, si waende kutangatanga na miujiza.
Anawaagiza watubu, tubu dhambi, acha dhambi, ndipo matatizo yataweza kuondoka maishani mwako. Sasa hivi watu mko busy na kutafuta miujiza. Uko busy kutafuta miujiza, kutafuta mambo ya dunia haya. Tubu dhambi zako, kubali kuacha maisha ya dhambi. Watu hamtaki kuacha dhambi. Mnatafuta miujiza, mnatafuta baraka, mambo ya dunia, mambo ambayo utakufa utaacha. Biblia inasema kama ulivyotoka tumboni mwa mama yako ukiwa uchi, utaondoka vivyo hivyo ukiwa uchi. Acha kutangaza na miujiza, mambo ya dunia. Acha mama yangu unasikia, tafuta, simama na neno la Mungu. Baba unasikia, simama na neno la Mungu. Kijana, simama na neno la Mungu. Ni nyakati za mwisho. Acha kutangaza na miujiza. Miujiza ipo ndani ya neno la Mungu. Muujiza kwanza ni wewe kubadilika. Wewe unapobadilika wewe pale ndipo utakapogeuka shuhuda. Mungu atajitukuza kwako. Wale waliokuona maisha yako ya zamani, mwenendo wako, baada ya wewe kuokoka na kutubu dhambi zako, wale watu watajifunza kutoka kwako. Wewe utageuka kuwa shuhuda. Ukikombolewa wewe, familia yako imekombolewa. Ukikombolewa wewe, mtoto wako umekombolewa. Ukikombolewa wewe, ukoo wako umekombolewa. Kwa kupitia wewe utageuka kuwa shuhuda mbele za watu wote. Maendeleo yako yaonekane kwa watu wote. Wewe ndio utageuka kuwa shuhuda, utabadilisha wewe wenzako. Sio wewe utakuwa na pesa kiasi gani, sio utanua magari kiasi gani. Wewe uokoke, utubu dhambi zako. Ndio Mungu anavyotaka. Hapa nitakusomea Mathayo sura 6 mstari wa 19, anasema, acheni kujiwekea hazina duniani ambako nondo na kutu ula na ambako wezi uvunja na kuiba. Baada yake jiwekeeni hazina mbinguni ambako hazitaliwa nondo wala kutu na ambako wezi hawavunji na kuiba. Mimi nataka kuambia mtu wa Mungu, acha kujiwekea hazina kwenye mambo ya dunia hii. Acha kutangatana na miujiza, acha kutafuta magari, si majumba. Njoo pokea nyumba yako, njoo pokea gari yako, njoo pokea mtoto wako, njoo pokea ndege, wewe acha upumbavu wewe, acha ujinga. Mungu hayuko hivyo. Njia ya Mungu haiko hivyo. Njia ya Mungu iendayo uzimani nyembamba, nao waenao ni wachache. Ndio maana neno la Mungu anasema, sio kila mtu anitaye Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaotenda matendo ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni wale wanaoifuata sheria ya Mungu. Tubu dhambi, kubali kuacha dhambi. Wewe utoe sadaka kiasi gani, funga vifungo mingapi, ikiwa hujakubali kuacha maisha ya dhambi, sadaka zako zitapakwa mavi. Mungu azitambue. Utamnufaisha mchungaji wako, atakula kitumbo kitashiba mbele kama pipa la agongo. Lakini nakwambia, kama hujakubali kuacha maisha ya dhambi, kuokoka au kwa salama mtu wangu, au kwa salama, mimi nakwambia tubu dhambi zako. Mungu apokee rushwa. Mungu apokee rushwa. Mungu ana nia na sadaka. Mungu ana nia na moyo wako. Tubu kwanza dhambi, usamehe dhambi zako, ndipo utakapoweza kutoa sadaka. Mungu, sadaka ya wenye dhambi ni chukizo kwa Mungu. Haiwezekani wewe umetoka kudanga, umetoka kwenye ulevi, umekula rushwa, umetoka kutapeli watu, umetoka kuzini, unatoa sadaka. Mungu haikubali sadaka yako. Hii ni sauti ya mtu aliye hai kutoka dhambini. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa mhukumu wa mwisho anakuja kumlipa mtu sawa na matendo yake. Kwa kuwa mhukumu wa mwisho anakuja kumlipa mtu sawa na kazi zake alizozifanya. Hii ni maana ya neno Maranatha. Mungu akusaidie sana. Tubu dhambi zako mtu wa Mungu. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizi ni nyakati za mwisho. Acha kutangatana na miujiza. Okoka, tubu dhambi. Muujiza wa kweli upo ndani ya neno la Bwana. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Pastor Eric Kazabao kutoka Kikosi Kazi cha Injili Tanzania. Mungu awabariki sana. Amina.